wa du'a min ikhwanihi almuslimin, na ile swala ni dua kutoka kwa ndugu zake waislamu. Tayari ile ni dua ilivyokaa. Ile swala ni nini? Ni dua. Thania, ya pili, mashru'iyati as-salati ala al-ghaibi. Ya kwanza kumswalia maiti la shaka, na fadhila ni nyingi ndugu zangu, na mara nyingine nimekuwa nikihimiza katika baadhi ya madaris watu kuzikimbilia hizi fadhila bila kujali ni nani ana nafasi gani katika jamii aliyefariki. Bana unapokuta tayari mtu amefariki, basi na susubirie kupigiwa simu fulani kafa. Kwani huyu aliyefiwa atawakumbuka watu wangapi? Wa mwanzo wote. Wewe ni huyu, ni ndugu yako, wewe ndio unatakiwa ufanye haraka. Bwana nimepata taarifa ya msiba, labda kama unataka kuhakiki tu, bwana kuna taarifa za msiba huko, ni kweli, pole, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, basi dua na nini, kisha unaenda. Ndio kitu kinachotakiwa, na kuuliza anaswaliwa saa ngapi haraka ili na wewe upate kushiriki. Ndio kitu, ndio Uislamu, ndio kitu muhimu. Usiseme bwana sikupewa taarifa. Hapana bwana, hapana. Harusi tu, harusi ni kicheko na furaha. Kuna watu wanasauliana bwana, itakuja kwa nani jana, itakuja kwa kile. Sisi Waislamu bwana, pale unapoona huyu mtu walilahi alhamdu tuko naye wakati wote, anaposahau unampa udhuru, wewe unatokizea, basi ndio Uislamu. Mashru'iyati salati ala al-ghaibi, sharia kusalia sala ya ghaib, aliyekufa mbali maiti. Watakaddama anna al-haditha, na tumetangulia ya kwamba hadithi iliyokuja laysa ala itlaqi, si mutlaq, si nini, si mutlaq, bali yakhussu biha man lahu fadlun wa ihsanun amun ala al-islam wal muslimin. Bali yakhussu, bali namhusu ile hadithi pia, yakhussu biha, inamhusu hii hadithi man lahu fadhlun wa ihsan, au zinamhusu hizo hadithi ambazo kwa yule mtu ambaye ana fadhila na wema katika jamii, aman, ambaye inaenea ala alislam. Fadhila hizi na wema huu amatan ala alislam, unaenea katika Uislamu wal muslimin, na unafikia pamoja na nani? Uislamu pamoja na Uislamu, Uislamu pamoja na Uislamu. Thalitha, as-salatu ala al-mayyit, sala ya kumsalia maiti fi musalla al-Eid, itasaliwa katika musalla wa Eid. Nini maana ya musalla wa Eid? Uwanjani wanakosalia watu Eid, ile ndio sehemu inaitwa musalla. Yani swala ya jeneza, swala ya maiti imesuniwa maiti kuswaliwa uwanjani, ndio sunna. Idha kana al-jam'u kathira au kathira, itakapokuwa kundi ni kubwa, watu wafanye hivyo. Kundi kama sio kubwa, pale nje kwake na wapi, lakini kundi likiwa kubwa na watu ni wengi, tunapeleka tunakoswalia Eid kwenye musalla ambaye ndio nafasi kubwa, ataswaliwa pale. Kama hapa ni wapi? Mirongo, katikati ya mji wapi? Mirongo. Kwamba huyu ni mtu mkubwa, mwenye nini, mwenye fadhila zake, mtu wa watu, mtu wa kijamii, alim, au ni wengi watu, na amefariki hapa mjini, basi tunaweka pale. Na hizi sunna zinatakiwa zihuishwe. Matokeo yake sasa, maiti zote msikitini, zote, na maiti solet ambayo haijaletwa msikitini, ni kama vile inaonekana maiti hakutendewa nini, hakutendewa haki. Mtena inauliziwa ni msikiti gani ana swali zaidi. Ya jamaa, kule kupeleka msikitini ni katika mlango wa dharura, kwamba sasa mvua na nini, au maeneo yote ni nini, ni madogo, hakuna eneo kubwa ila wapi? Msikitini. Basi sisi tujitahidi, na ilikuwa ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bainama sidhani kama wanazidi watatu waliosaliwa katika msikiti wa Mtume na yeye mwenyewe, kutokana na zote kulikuwa na dharura baina ya watu, baina ya mmoja mpaka watatu, sidhani kama wamezidi. Wote walikuwa ni musalla, na wakati katika ule msikiti wa Mtume mbele hivi ilikuwa kuna musalla unaswalia. Sio, umeelewa? Aiwa, tunaendelea. Rabia, at-takbiru fi salati al-janaza 40. At-takbiru fi salati al-janazati 40, kama vile anatujuza takbira katika sala ya jeneza ni ngapi? Ni takbiri 4. Takbiri 4. Watakaddama, na tumetangulia, fi awwalil babi, mwanzo wa mlango
ma yuqalu, kile kinachosemwa baada kulli wahidati minhunna, katika kila takbira. Kila takbira nyuma yake inasemwa nini? Tumesema mwanzo, tulisoma na tukaweka wazi. Khamisa, ya tano, fadhilatu kathrati almusallina, kuna ubora mwingi waislamu kuwa wengi katika swala ya jeneza. Waislamu kuwa wengi katika swala ya nini? Ya jeneza. Wa kaunuhum thalathata sufuf, wanatakiwa watengeneze safu tatu. Barakallahu fika, sallallahu jazakallahu khair. Watengeneze safu tatu, ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ni vyema zaidi, ni afdal, ni bora. Lima rawa ashabu sunani, aidha imepokelewa hadithi hii na ashabu sunan inayosema ma min mu'min yamutu, hakuwa muislam, hakuwa muumini anayekufa, fayusalla alayhi, akasaliwa juu yake, fayusalla alayhi ummata min almuslimina, na umma wa waislamu, yablughuna, wanafikiria, ayakuna thalatha sufufi, kufikiria mistari mitatu, illa ghufira lahu, illa yeye inakuwa ni sababu ya kusamehewa. Sadisa, al-ikhbaru bimauti al-mayyit lilmaslahatin fi dhalik, kutoa taarifa kwa aliyekufa ikiwa kutakuwa na maslahi katika hilo. Kutakuwa na nini? Na maslahi katika hilo. Miongoni mwa maslahi, tunapokuja tukatoa taarifa, anatakiwa asimame mmoja katika wahusika wa msikiti asubuhi ya leo au mchana wa leo, fulani ibn fulani ameaga dunia, anaswaliwa taimu fulani. Bas tushamaliza. Sio mtu anaanza kutangazwa baada ya salati asubuhi amekufa usiku, tunakumbushia dhuhuri, tunakumbushia jamaa hiyo itakuwa ni nai, ni mara moja tu, mara moja tu basi tu. Na lengo ni nini? Lengo ni hili, min takthiri almusallina, tunawapa watu habari ili wenye kuswalia wawe wengi. Wa ikhbari akharibihi, na kuwapa habari watu wa karibu. Fa inna dhalika laysa minan na'i, la wa ikhbaru akharibihi, na kuwapa habari wa karibu yake, watu wa karibu. Kupiga simu, fulani bwana, fulani kafariki, yule ni mjomba, yule ni nani, haiwi na'i, ni kuwapa taarifa watu wa karibu. Fa inna dhalika laysa minan na'i, hii si katika kuomboleza. Na'i almanhiyi anhu, si katika nahi ile iliyokatazwa. Fi kaulihi sallallahu alayhi wasallam, katika kauli ya mtume aliposema, iyyakum wan na'ya, tahadhari, wan na'yu, tahadharini sana na na'i. Na'i ni nini? Kuomboleza. Fa inna na'ya amalul jahiliya, na'i ni katika amalul jahiliya. Amal jahiliya, kusimama na kusema yale mazuri, yani yale mambo ya maiti na ziada na nini. Mtu anasimama kwenye mimbari, alikuwa hivi, alikuwa hivi, alikuwa hivi, alikuwa hivi, kwenye misikiti na mimbari, kwenye hadhara za watu, anasema hii hakuna. Wadhālika annahum ya'khudhuna, walikuwa wanafanya hivi jahiliya, walikuwa wanaondoka, yunaduna, wana nini, alayhi, wanatangaza kuhusu kifo chake, fil mahallati al-aliyati, wanakwenda kusimama sehemu ya juu kwenye kimlima au sehemu ya mwinuko, bi anwa'il madaihi, wanamtaja kwa sifa as-sahihati zilizo nyingi, tena sio moja, sifa nyingi zote alizokuwa anazifanya. Cha kusikitisha zaidi, wal makdhubati, na zingine za uongo kabisa. Uongo kabisa. Alikuwa hafanyi chochote, utaambiwa huyu alifanya hivi, alikuwa anafanya hivi, alikuwa anasaidia maskini, alikuwa analea mayatima. Wakati alikuwa na mali zake, akimuona yatima anapita upande wa pili. Akimuona shekhi, anajua kuna simu ya shekhi, anafanya alikuwa amelala. Fikra za namna hii ni mbaya sana. Wallahi, katika kitu ambaye ni suhuria,
watu waache dhana mbaya. Mtu una jambo lako mathalan, sasa kosa ni kule kuwa wewe ni mwalimu au shekhe na shida na Omari na jambo langu, lakini moja kwa moja unapelekwa wapi? Kwenye kupiga mzinga. Nataka kunipiga mzinga. Jamani, mcheni Allah, mcheni Allah, watu wamche Allah. Sasa wewe bwana, pokea simu, kama ni mzinga ndiyo jitetee au mpe, lakini mtu ana jambo lake la muhimu, kuna kitu anataka kukuambia, atapiga hata mara 3. Baadaye unagundua sasa huyu jamaa fikira gani hizi? Ya jamaa, riziki kila mtu anamruzuku, na hakuna mtu anamwangalia fulani ndio ananiruzuku, na hiyo ni imani dhaifu. Aniruzuku ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa isifike mahala mtu akaona labda mtu anapokufuata ana jambo lake. Kuna baadhi ya walimu wanapata changamoto sana, wanakuja kwangu kuniambia